housing kwa sababu kuku haiwezi kupelekwa 17th floor. Yaani mnatubeba ufala kiasi gani my friends? Mimi niliwaeleza kuna watu hawana akili. Mtu anaongea hivi wako na akili kweli? Wako na akili kweli? Mimi nataka niwaulize. Mimi nasikia ati kuna mwingine anasema ati anataka watu waendelee kukaa kwa slums. Ati anapinga affordable housing. Ati wafanyabiashara wetu waendelee kuuza kwa matope, kwa mahali hakuna usafi, waendelee kuishi kwa jua, ati tusimamishe masoko ile tunajenga. Ati wanatuambia ati vijana wetu wale wa university na TVET waendelee kukaa kwa slums, tuache kujenga hostels. Mimi wakati niliwaambia kuna watu hawana akili, mlikuwa mnafikiri na waonea. Mtu ambaye anasema watu waendelee kukaa kwa slums, tuachane na affordable housing, ako na akili? Yule ambaye anatuambia ya kwamba kina mama wetu na wazee wale wanauza katika masoko yetu waendelee kukaa kwa matope na jua na vumbi, mahali hakuna choo, hakuna stima, huyo mtu ako na akili? Mtu ambaye anasema watoto wetu wa university waendelee kukaa vitongoji duni, tusijenge hostels ya watoto wetu kupitia affordable housing, huyo mtu ako na akili? Mimi nawaeleza bana, mashindano hapa mbele itakuwa ni waziwazi. Tuko pamoja ama tuko pamoja? Ati hawa watu ndio wanashindana na mimi? Shughuli. Ati hawa watu ndio wanashindana na mimi? Mtu ambaye anasema watu waendelee kukaa kwa slums, ati watu wa mama waendelee kuuza kwa jua, ati watoto wetu wa university na college waendelee kukaa vitongoji duni, ati huyo ndio mtu anashindana na mimi. Na niliwaambia these people hawana agenda, hawana mpango, hawana sera, hawana maono, hata akili. Hiyo ndio vile mambo ilivyo bwana. So mimi nawaeleza ndugu zangu, watu wa Nairobi, mimi nawauliza, tuendelee na kazi ama tuendelee? Tuendelee na kazi ama tuendelee? Nipange masomo ya watoto wetu? Niendelee na kujenga mabarabara? Tuendelee na housing? Tuendelee na masoko? Tuendelee na hostels? Tupange matibabu? Tupange maendeleo? Wangapi wanasema tuendelee na kazi jameni? Wangapi wanasema tuendelee na maendeleo? So hapa mbele nawauliza ndugu zangu watu wa Kenya, hapa ni mashindano kati ya usawa na ubaguzi, kati ya umoja na ukabila, kati ya maendeleo na mambo ya kurudi nyuma. Are we going to be moving forward into first world, or are we retreating into poverty and into squalor? Tunasonga mbele into the first world. Wangapi wanasema tunasonga mbele into the first world? Hapo ndio mimi niko. Tunaelewana? Na mimi nataka niwaeleze, mimi bado nimeshughulika na kupanga kazi yenu. Kazi ya affordable housing inaendelea, mimi napanga. Elimu ya watoto wetu ndio hiyo, nimepeleka sheria bunge nihakikisha kwamba hakuna mtoto wa Kenya hata moja atakosa nafasi ya kusoma university ama college kwa sababu mzazi wake hawezi. That is the equality we are looking for. Kwa hivyo nyinyi majamaa, wacheni kiburi mingi bwana, wacheni madharau. Hawa watu pengine hawana payslip lakini wao ni wa Kenya vile vile. Wale wetu pengine wako chini lakini ni wa Kenya. Mungu atawaonekania, watainuka siku moja, wataketi pamoja na wale wengine tukisonga mbele, si ndio? Nairobi hoye! Mnasema tuendelee? Mimi nataka niwaeleze nikimalizia, sawa sawa? Nikimalizia,
kazi ambayo inaendelea Kenya. I just want to assure the nation that Kenya is charging forward into the first world. We will never retreat into squalor, into poverty, into the slums. We are moving forward into a state and a city, and we are moving forward into a first world country. Mimi niko tayari na kazi yangu ni kuunganisha Wakenya wote. Siasa ile ya zamani ya kugawanya Wakenya kwa misingi ya ukabila itaisha mwaka huu tukipiga kura. Hii uchaguzi hapa mbele ndio itazima ukabila milele. Hamutaiona sura ya ukabila tena Kenya baada ya uchaguzi inayokuja mwaka ujao. Hiyo ndio uchaguzi italeta usawa katika taifa letu la Kenya. Majamii zetu zote watakuwa sawa. Sisi wote tutakuwa sawa, kwa sababu hiyo ndio Kenya ambayo